Habari. Mimi naitwa Kala, ni daktari wa binadamu. Leo kwenye mwendelezo wetu wa mada za afya tutazungumzia mada moja ambayo ni mada nzito sana, ambayo inazungumziwa sana huko mtaani. Ni mada ambayo imezua hoja nyingi mtandaoni, ubishani kuhusu ukweli, kuhusu mada hii, kama ni kweli au sio kweli. Kumekuwa kuna mijadala mingi kutoka kwa watu wa afya na watu ambao sio wa afya. Kuna baadhi ya watu wa afya ambao wanaamini kwamba punyeto inasababisha changamoto mbalimbali, lakini sisi wataalamu wa afya huwa tunaongozwa na tafiti, na tuna majarida na tovuti au website mbalimbali za duniani ambazo huwa zikiandika, sisi wataalamu wa afya ndio tunazitumia kama guidance au guideline ya kutibu na control magonjwa mbalimbali. Sasa huenda huko nyuma ilifahamika kwamba upigaji wa punyeto una changamoto kadhaa kulingana na knowledge iliyokuwepo kipindi hicho, lakini kwa knowledge ya sasa hivi na tafiti mpya zinaonyesha otherwise au zinaonyesha tofauti. Mara nyingi tafiti huwa zinabadilika, na kubadilika kwa tafiti haimaanishi kwamba wataalamu ni wajinga, hapana. Inamaanisha kwamba hicho ndio kitu ambacho walikuwa nakifahamu kwa wakati ule. Kwa mfano, kipindi cha nyuma, miaka ya zamani sana, ilikuwa mama akishindwa kujifungua kwa njia ya kawaida, njia pekee ilikuwa ni kumkata tumbo na kutoa mtoto, mama afariki, kwa sababu palikuwa hakuna njia ya kumsave mama miaka hiyo. Lakini sasa hivi unaona mama anaweza akajifungua watoto 3 mpaka 5 kwa operation. Ni kwa sababu tafiti zimebadilika. Miaka ya 2000 hapo mwanzoni kulikuwa kuna dawa ya kutibu malaria inaitwa chloroquine, lakini sasa hivi haipo. Tunatumia dawa ya mseto ya malaria kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba ile dawa haifai tena, na dawa nzuri kwa sasa ni dawa ya mseto. Kwa hiyo hapo nilikuwa tunajaribu kufundisha kuhusu tafiti zinavyofanya kazi. Kwa hiyo tafiti za sasa zinaonyesha kwamba hakuna mahusiano kati ya upigaji punyeto na madhara ambayo yamekuwa yakitajwa. Watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba punyeto inasababisha uume unakuwa mdogo, punyeto inasababisha kukosa nguvu za kiume, punyeto inasababisha kushindwa kuzalisha mwanamke au kupata kipara. Unaona, story nyingi zimekuwa mtaani, lakini hizo hoja zote zimepingwa na tafiti na zimeonyesha kwamba hazina ukweli wowote. Tafiti zinaonyesha kwamba madhara ya punyeto ni madogo sana, ambayo sio significant kwa binadamu. Kwa mfano, uchovu baada ya kufanya punyeto, michubuko baada ya kupiga punyeto, kujisikia vibaya baada ya kupiga punyeto, vitu ambavyo hata mtu aliyelala na mwanamke wakati mwingine hizo dalili anazipata. Unaona, kwa hiyo sio issue ya punyeto tu. Na tafiti zinaongeza kwamba vitu ambavyo vinaweza kusababisha wewe ukaishiwa nguvu za kiume ni ugonjwa wa kisukari, magonjwa ya kuambukiza kama magonjwa ya moyo, uvutaji wa sigara kupindukia, unywaji wa pombe kupita kiasi, unene wa kupitiliza, na matumizi ya baadhi ya dawa za hospitalini. Unaona, kwa hiyo ukiona kijana mdogo anaamini kwamba nguvu za kiume zimemwishia sababu ya punyeto, huenda kuna mchanganyiko wa vyanzo, kwamba huenda kuna kitu kingine kimeingilia hapo. Labda kuna uvutaji wa sigara mkubwa, unywaji mkubwa wa pombe, au kuna sukari, ugonjwa wa sukari umeingilia hapo. Na niliposema unywaji mkubwa wa pombe, haimaanishi kwamba mtu anakunywa pombe weekend au bia 2-3 mara moja. Ni mtu ambaye anakunywa kweli kweli mpaka anakuta mferejini. Huyo ndo anaweza kupata shida kama hizo. Sio unywaji wa kawaida ambao watu wengi wanakuwa nao. Unaona?
Leo nimekuja na reference ili msimkasema huyu daktari amekuja tu na story kwamba, kwa sababu huko mtandaoni kuna watu wengi ambao huwa wanakuja na story zao kuhusu kuhusu mada mbalimbali, lakini pia wanakuwa hawana ushahidi. Unaona, inakuwa ni story tu za mtaani. Gazeti la tovuti ya Mayo Clinic, hii ni tovuti kubwa sana Marekani, na wataalamu wengi wa afya wanaitumia kwenye kufanya reference ya vitu ambavyo wanaviandika. Wanaandika kwamba upigaji wa punyeto na ugumba hakuna mahusiano kati ya hivyo vitu viwili, na ubora wa mbegu za mwanaume unabakia kawaida hata mtu akiwa anapiga punyeto. Tovuti ya Cleveland Clinic, hii pia ni tovuti kubwa ya wataalamu wa afya, inasema on myth about masturbation, this article explains that masturbation does not cause erectile dysfunction, infertility or decrease sperm count. Those are myth, not proven effect. Kwamba kwenye issue za kupiga punyeto haisababishi upunguaji wa nguvu za kiume, ugumba au kupungua kwa mbegu. Hizo ni story ambazo hazijathibitishwa. Jarida la Medical News Today linasema kwamba doctors and researchers state that masturbation does not cause erectile dysfunction and is a normal part of sexual health. Kwamba madaktari na watafiti wanasema kwamba kupiga punyeto hausababishi upungufu wa nguvu za kiume, na hiyo ni sehemu ya afya ya uzazi, ni sehemu ya kawaida ya afya ya uzazi. Jarida la PubMed linasema kwamba walikusanya data kutoka sehemu mbalimbali. Wanasema this peer-reviewed study found weak or no association between masturbation frequency and erectile dysfunction or ED severity. Kwamba data zilizokusanywa kutoka tafiti mbalimbali zilionyesha kwamba hakuna mahusiano kati ya kupiga punyeto na upungufu wa nguvu za kiume. Jarida la Africa Check, hii ni website pia au tovuti, wanasema kwamba hii jarida limeconfirm kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha kwamba upungufu wa nguvu za kiume unasababisha na upigaji wa punyeto. Sasa hizi ni evidence, hayo sio maneno yangu, na ukiingia mtandaoni ukatafuta hayo majarida niliyoyataja hapo, hizo linki unaweza ukazipata. Unaona, vitu vingine ambavyo unavisikia huko ni hivi na hivi na hivi, havina ukweli. Na kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba kama kweli hayo mambo yanayosema mtandaoni yangekuwa ni ya kweli au mtaani, huenda hata wewe unaangalia hii video sasa hivi ungekuwa tayari umeshaathirika na madhara. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba hakuna mahusiano ya kupiga punyeto na nguvu za kiume. Watu wengi ambao wanahisi wameathirika ni kwa sababu hawana hamu, na hiyo ndio tofauti kubwa ambayo watu wanashindwa kutofautisha. Watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya kukosa hamu ya kupiga punyeto, kukosa hamu ya ngono na kushua nguvu za kiume. Mtu anayekosa hamu ni yule ambaye tuseme mtu amepiga punyeto mara 5 kwa siku au mara 10. Huwezi kuwa na hamu ya kulala na mwanamke. Sawa na mtu aliyelala na mwanamke, labda umepata mwanamke umelala naye mara 5, umepiga bao 5 siku hiyo. Maana yake baadaye ukiitwa sababu kuna mwanamke mwingine, au huwezi kuendelea tena. Kwa hiyo lakini ile hamu ukiitaka, ukiacha kulala na yule mwanamke au ukiacha kupiga punyeto kwa siku 2-3, ile hamu inarudi. Na hata sisi madaktari tukiwa tunahitaji mbegu zako kwa ajili ya kuzipima, huwa tunakwambia usilale na mwanamke au usipige punyeto ndani ya wiki 2 ili tuone kweli ni kweli mbegu zako hazina ubora. Kwa sababu usipopiga punyeto wiki 1 au wiki 2,
ubora wa mbegu zako unarudi kama kawaida na unaweza kumpa mwanamke mimba. Naona hiyo ndio kitu ambao ni moja ya matibabu ya ugumba kwa watu ambao tunahisi tunahisi kwamba wanashiriki ngono mara kwa mara. Na sio punyeto tu, hata wewe ukiwa na mwanamke wako unalala naye mara kwa mara, labda kila siku, ubora hautapungua. Sema tu zile mbegu zitakuwa zijakomaa vizuri kumpa mwanamke mimba. Kwa hiyo ukipumzika kidogo tu, ubora unarudi pale pale. Kwa hiyo hii ndio mada nataka nizungumze leo. Share na washikaji, like, weka comment yako kama una mada ambayo ungependa nizungumzie huko mbeleni pia. Andika kwenye comment, nitaangalia kama naweza nikapata muda wa kuzungumzia. Asante kwa kunisikiliza.